Hizi ni aina 10 za watu ambazo wachawi wanalenga kuhakikisha kwamba wanaweza kuibia nyota zao. Aina ya kwanza kabisa, wale watu ambao wana vipawa vikubwa toka utotoni, wale watu ambao wana vipawa vile vikubwa kabisa toka wamezaliwa. Baadhi ya watu wamesha uwezo mkubwa toka wakiwa utotoni mwao, lakini mara nyingi watu hawa wanakutana mara nyingi na changamoto nyingi sana. Watu ambao wana vipawa, wana vile vipaji vya kutisha, vipaji vya kushangaza adhira, vile vipaji vya kushangaza ulimwengu vilionekana toka wakiwa wamezaliwa. Pengine ilionekana kabisa kwamba mtu labda kwa mfano ana kipaji aidha cha kuendesha gari toka akiwa mtotoni, basi mafanikio yake. Kuna wale watu ambao nitolee mfano mmoja kwamba kuna mtoto ambaye alionekana toka akiwa mtoto mdogo kwamba yeye ana akili kubwa sana, ana kipaji cha kufundishwa na akaelewa, anaitwa magenius. Wale watoto ambao pengine wana vipaji vikubwa sana, na unakuta mtoto pengine alikuwa darasa la kwanza amevuka mpaka darasa la 4 la 5 katika ulimwengu wa roho. Wale watoto ni mfano tu katika ulimwengu wa roho. Wale watoto wana kipaji, maana yake ana ile nguvu ya asili au ana akili ya asili, ana akili ya ziada ya kuweza kufundishwa kitu akakielewa au akakikamata kwa muda mfupi. Katika ulimwengu wa roho watu wa namna hii wanatafutwa sana ili kuweza kuibua nyota zao. Hizi ni aina za watu 10, msikilizaji, zinazoonyesha kwa habari ya watu ambao wanatafutwa sana ili kuweza kuibua hatima zao. Msikilizaji, hawa watu utawaona katika ulimwengu wa mwili. Hizi sababu ambazo nakupa au hizi ambazo mimi nakupa ni kuonesha kabisa kwamba hivi vinaonekana katika ulimwengu wa mwili. Aidha una mtoto ambaye atumii nguvu kubwa sana ili kuweza kuelewa alichofundishwa na mwalimu, atumii nguvu kubwa sana ili kuweza kwenda kujibu mtihani, atumii nguvu kubwa sana lakini anafaulu, anafanikiwa. Katika ulimwengu wa roho ana hatima au ana nyota kubwa ya kumfanya afanikiwe, ana neema ya ziada au niseme kwamba ana kipawa cha ziada cha kumfanya afanikiwe. Katika ulimwengu wa roho anatafutwa. Ukisoma kile kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, Biblia inasema kwamba kabla sijakuumba tumboni nalikujua, kabla sijakuumba tumboni nalikujua. Inamaanisha kwamba Yeremia ni mmoja ya watoto au watu ambao walipewa vipawa toka wakiwa watoto wadogo, walipewa vipawa. Ndio maana tunashuhudia maisha ya Yeremia. Alifanikiwa sana na Mungu alianza kuzungumza naye toka akiwa mtoto mdogo. Mungu alianza kumtafuta toka akiwa mtoto mdogo. Aidha kama unamwona mtoto wako ana kitu cha ziada, ana kipawa cha ziada, ana nguvu ya tofauti katika ulimwengu wa roho, ujua kabisa kwamba msikilizaji, huyo yupo katika vita ya kuweza kuitafuta nyota yake au kuweza kuitafuta hatima yake. Usipuuze, omba kwa ajili yake, msaidie kabisa, kwa sababu yupo katika hatua ya vita. Usipuuze ile msikilizaji, usipuuze ile. Na tafadhali, kabla ya kuweza kuendelea na aina ya pili ya mtu mwingine, tafadhali subscribe katika channel hii hapa ya Siri za Kiroho, lakini pia like na comment katika video hii. Nijuze, je, ninayozungumza hapa aidha umewahi kuyaona? Niambie, je, ninachokizungumza hapa umewahi kukiona au umewahi kuona watu katika aina hizi 10? Umewahi kumwona mtu hata mmoja ambaye ana kitu cha tofauti cha kuweza kufanya wachawi waweze kumtafuta? Niambie katika comment na mimi nitaweza kukujibu. Tutaweza kuzungumza hapo katika comment. Hii ni madhabahu ya Siri za Kiroho. Aina ya pili, msikilizaji, ni watu ambao wanaota ndoto za ajabu sana mara kwa mara. Ndoto zinaweza kuwa sehemu ya jinsi ambavyo mtu anavyotafakari au kushughulikia mambo ya maisha. Katika Biblia watu kadhaa walipewa ujumbe kupitia ndoto. Katika Biblia kuna watu ambao hatima zao kwa sababu zilikuwa kubwa, basi walipata nafasi ya kupata ujumbe kupitia ndoto. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 15 hadi mstari wa 16, utaona namna ambavyo mtumishi wa Mungu Ayubu alipata ujumbe kupitia ndoto. Watu ambao wanaotaga ndoto, unaota vitu vinatokea. Wewe kama ni mtu ambaye unaotaga vitu vinatokea, ukiota kitu hiki kimetokea, katika ulimwengu wa roho una neema ya maono. Kumbuka nikujuze msikilizaji, kuna utofauti kati ya neema ya kinabii na neema ya maono. Nabii anaona, lakini kuna tofauti kati ya maono ya au mtu anayeona na mtu anayetabiri. Sasa katika ulimwengu wa roho, ukiwa unaota ndoto, unaota vitu vinatokea, inawezekana kabisa aidha una neema ya kuona au una neema ya kinabii. Tofautisha hivi vitu msikilizaji. Inawezekana kabisa utakuwa una neema ya maono au una neema ya kinabii au vyote kwa pamoja, kwa sababu Mungu waga ndo anatoa kwa vile ambavyo Mungu anaamua. Unaotaga ndoto, ukiota kitu tu haikipiti hata muda mrefu, aidha unaota vitu vinavyokuja au vilivyowahi kutokea zamani. Katika ulimwengu wa roho, wewe msikilizaji, unatafutwa sana. Mtu wa namna hiyo ni mtu ambaye nyota yake inatafutwa sana ili kuweza kuibiwa. Usiishi maisha ya kujiregeza. Upo katika red line, basi tumia nafasi
sio kuweza kuiombea hatima yako au kuweza kuiombea nyota yako au kuweza kuombea neema yako Mungu aweze kuilinda ili vita isiweze kukushinda. Lakini pia aina nyingine, watu ambao wanawavutia watu wengine bila sababu, yani watu ambao wanaonewa wivu. Yani watu wa namna hii wanafanya vitu vya kawaida katika macho ya kibinadamu, lakini wanaonewa wivu sana, wanafanya vitu vya kushangaza, vitu vya kushangaza. Unaonewa wivu. Wakati mwingine mtu anaweza kukutana na wivu au pinzani kwa sababu ya mafanikio au uwezo wake. Wakati mwingine mtu anaweza kukutana na wivu au pinzani kwa sababu ya mafanikio au uwezo ambao yuko nao. Ukisoma kile kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 4, Biblia inaeleza kabisa kwa habari ya kwamba kila kazi njema huchochea wivu. Kila kazi njema huchochea wivu. Basi watu wa namna hii ni watu ambao wanatafutwa sana, msikilizaji, wanatafutwa sana ili kuweza kuibiwa nyota zao. Usipuuze msikilizaji, kama wewe unaona unafanya vitu vingine tena vingine vya kawaida kabisa, lakini watu walio karibu yako wanakuangalia kwa macho ya wivu. Katika ulimwengu wa roho kuna mipango ya chini ya carpet na pango kabisa ili kuweza kuiba nyota yako. Lakini pia aina nyingine ni watu ambao wanaanza kufanikiwa mapema. Ni watu ambao wanaanza kufanikiwa mapema. Mtu anapoanza kufanikiwa mapema anaweza pia kukutana na changamoto nyingi au upinzani. Watu wengi wanafanikiwa mapema hawatumii nguvu kubwa, au niseme hivi kwamba ni wale watu ambao hawatumii nguvu kubwa ili kufanikiwa. Wanatumia nguvu kidogo, wakifanya kitu kidogo tu kinafanikiwa. Hawatumii nguvu kubwa, na pengine unaweza kuwa hujasoma, hujafikia viwango fulani vya kufanya ufanikiwe katika eneo fulani, lakini unapowekeza tu nguvu kidogo tu unaanza kupiga hatua kubwa. Inamaanisha katika ulimwengu wa roho, wewe msikilizaji, una hatima kubwa au una nyota kubwa katika ulimwengu wa roho. Wewe nyota yako inawindwa, kwa sababu asilimia kubwa ya watu ambao wameibiwa nyota wanatumia nguvu kubwa sana ili kuweza kufanikiwa, na ni wale watu ambao pengine kama ni mfanya biashara, ili aweze kupata 10,000 tu katika biashara yake lazima aongee uongo. Kama anauza bidhaa lazima aanze kuzungumza, hizi bidhaa aidha hizi nguo sio za China, au hizi bidhaa sio kutoka China, ni original. Anaongea uongo na pengine bidhaa hizo kweli zimetoka China ili aweze kupata kiasi kidogo cha pesa. Sasa katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, kama wewe unatumia nguvu kidogo sana na unafanikiwa, inamaanisha una neema kubwa sana. Usipuuze, na wewe unatafutwa kabisa ili kuweza kuibiwa hatima yako au ili kuweza kuibiwa nyota yako. Usipuuze msikilizaji. Lakini pia aina nyingine ya watu ambao wana ushawishi mkubwa kwa wengine. Yani kama ni wewe unafanya watu wengi washawishike, wewe ni motivations. Yani wewe una motivate watu wengine katika mafanikio, una motivate watu wengine katika kufikia hatima zao, katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Baadhi ya watu wana uwezo wa kuathiri au kuhamasisha wengine kwa urahisi. Baadhi ya watu wengine wana uwezo wa kuathiri au kuhamasisha watu wengine katika urahisi. Katika Biblia viongozi wengi walikabili upinzani mkubwa. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 14, Biblia inaonyesha kabisa kwa habari ya kwamba imeandikwa kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Inamaanisha kama ukiwa una uwezo kuwafanya watu wengine wafanikiwe, aidha kwa kuwashauri au una motivate. Sasa asilimia kubwa ya watu ambao wameibiwa nyota zao, niliwahi kukujulisha kabisa kwamba ni mtu ambaye anaweza kuwafanya wengine wafanikiwe, lakini yeye hafanikiwi. Yani kwamba akiwashauri watu wanapiga hatua, akiwashauri watu wanafanikiwa, lakini yeye inakuwa ni ngumu. Lakini asilimia kubwa ya watu wa namna hii wanatafutwa, nyota zao zinatafutwa. Msikilizaji, upo katika red line ili kuweza kuibiwa nyota yako. Usipuuze. Lakini pia ile nyingine msikilizaji, watu wanaotoka katika familia zenye changamoto nyingi. Watu wanaotoka katika familia ambazo zina changamoto nyingi. Wakati mwingine mazingira ya familia yanaweza kuwa na changamoto zinazomfanya mtu apambane zaidi kuweza kufikia mafanikio yake. Wakati mwingine msikilizaji, mazingira ya familia yanaweza kuwa na changamoto zitakazomfanya mtu apambane zaidi ili kuweza kuyafikia mafanikio yake. Sasa watu waliotokea katika mazingira magumu, asilimia kubwa ya watu wa namna hii wanakuaga na nyota kubwa sana au wanakuaga na kiu kubwa sana ili kuweza kufanikiwa. Sasa hawa shetani au wachawi au waganga, wafuga majini, wafuga mizimu wanapambana nao sana ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakabiliana nao kwa habari ya kuweza kuibia nyota zao. Usipuuze hilo msikilizaji, upo katika red line. Omba sana Mungu aweze kuisaidia nyota yako iweze kuwa salama. Lakini pia aina nyingine ambayo ni 7, watu wanaokaribia mafanikio makubwa, watu ambao wanapiga hatua kuweza kuyakaribia mafanikio makubwa. Mara nyingi changamoto huwa nyingi sana kabla ya mafanikio makubwa. Ukisoma kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 9, inaonyesha kabisa kwamba mlango mkubwa wa kazi umefunguliwa kwangu, lakini wako watu wengi wanaopinga. Watu ambao wanakaribia mafanikio makubwa sana, milango imefunguliwa. Sasa kuna watu ambao sio kwamba kila mtu ambaye
anakuangalia, basi anakuangalia kwa jicho la uzuri, wengine wanakuangalia katika hali ya wivu. Basi katika ulimwengu wa roho, msikilizaji, nyota yako inawindwa kwa sababu ya mafanikio. Ni kwa sababu tu unapiga mafanikio. Nilikujuza kabisa kwamba msikilizaji, kwamba shetani hawezi kumtafuta mtu asiyekuwa na kitu, hawezi kumtafuta mtu asiyekuwa na kitu. Kama unapiga mafanikio katika ulimwengu wa roho, kama kuna hatua ambayo unaipiga, unaonesha kabisa katika ulimwengu wa mwili, watu wanaona, macho yanayokutazama sio kila mtu atakaye kuangalia, anakuangalia kwa uzuri. Wengi wanakuangalia kwa lengo la kukuharibia. Katika hali ya kawaida, msikilizaji, una hatima kubwa au una nyota kubwa. Usipuuze, omba Mungu aweze kuyasaidia maisha yako, uweze kutoka kabisa katika vifungo vilivyofunga maisha yako. Lakini pia aina nyingine ni watu wenye moyo wa kusaidia wengine. Watu wenye moyo wa kusaidia wengine, watu ambao wanapenda kusaidia wengine, mara nyingi huwa na athari kubwa kwa jamii, na wakati mwingine wanakutana na upinzani ambao utawafanya wasiweze kusaidia watu. Kama mtu alikuwa anasaidia mtu, ile uchumi wake ni mzuri, anakutana na athari kubwa ambayo itapingana na kuweza kuiharibu hatima yake. Kwa mfano, umefanikiwa, una pesa, Mungu amekuinua katika eneo la kiuchumi. Unapotumia pesa yako kuweza kusaidia watu, kuna wengine ambao wanaitazama nyota yako katika ubaya. Mwingine anaweza kuja akijifanya ni mhitaji ili tu umsaidie, na anatumia msaada wako ili kuweza kuiba nyota yako. Kwa mfano, ukimpa pesa katika hali ya kumsaidia, anaweza kaitumia ile pesa kufanya mambo anaweza kufanya ili kuweza kuhakikisha kwamba anaiba hatima yako au anaiba nyota yako. Hivyo msikilizaji, unapopiga hatua fulani katika mafanikio, jua kabisa utakaowasaidia wengine wapo kwa ajili ya kusaidia, lakini wengine wapo kwa ajili ya kuiba hatima yako au wapo kwa ajili ya kuipindisha hatima yako. Msikilizaji, usipuuze. Katika kila hatua ambayo unaweza kuipiga katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, unakutana na maadui ambao wapo kabisa ili kuweza kuhakikisha wanaiangusha hatima yako. Omba kila wakati, ombea utajiri wako, ombea mafanikio yako, na Mungu aweze kukuinua kila wakati, na upishane kabisa na watu ambao wapo kwa ajili kuweza kuiangusha hatima yako. Lakini pia aina nyingine ya watu, msikilizaji, ni watu ambao wana tabia ya kujitenga na mambo mabaya, watu ambao hawapendi kabisa kushuhudia, au wao pia hawataki kufanya mambo mabaya au mambo yasiyompendeza Mungu. Yani inawezekana kabisa mtu namna hii pengine akawa hajaokoka, aidha ni mtu kabisa ambaye hajawahi kuokoka, aidha kama Nikodemo. Unaweza kushuhudia maisha ya Nikodemo, maisha ya Nikodemo. Mtu anapoamua kuishi maisha ya haki au maisha yenye maadili mazuri, wakati mwingine anakutana na upinzani. Ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 12, utaweza kuona kwa habari ya kitu kama hiki. Msikilizaji, imeandikwa kabisa kwamba wote wanaotaka kuishi maisha ya kumcha Mungu watapata mateso. Yani ujue kabisa, kama unaishi maisha ya haki, haupo tayari kuona mtu fulani akinyanyasika, haupo tayari kuona mtu fulani akipitia katika hali ngumu, haupo tayari kuona mtu fulani akinyanyasika katika hali ya kawaida. Msikilizaji, inamaanisha katika ulimwengu wa roho wewe unatafutwa, kwa sababu shetani anapingana na watu asilimia kubwa ambao wanaishi maisha ya haki, anapingana na watu ambao wanaishi maisha ya haki. Aina nyingine ya 10 kabisa, ambao ni aina ya mwisho ya watu ambao wamekusudiwa kuweza kuibiwa nyota zao, ni watu ambao walikusudiwa kufanya mambo makubwa, ni watu ambao wamekusudiwa kufanya mambo makubwa katika dunia hii. Yani mtu amekusudiwa kufanya vitu vya kushangaza katika ulimwengu huu. Asilimia kubwa ya watu hawa wamepangwa kabisa kuweza kuibiwa nyota zao. Baadhi ya watu wa namna hii wana kusudi la kufanya mambo makubwa katika maisha ya watu au katika maisha yao katika jamii. Mara nyingi watu hawa hupitia changamoto nyingi kabisa kabla ya kuweza kushinda. Mara nyingi aina hii ya watu hupitia changamoto kubwa kabisa kabla ya kuweza kushinda. Ukisoma kile kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28, kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28, Biblia inaonyesha kabisa kwamba mambo yote hufanya kazi kwa pamoja, wema kwa wale wanaompenda Mungu, kwa wema kwa wale wanaompenda Mungu. Inamaanisha basi wale watu ambao walikusudiwa kufanya mambo makubwa, basi kuna vita kabisa ipo kinyume na kuweza kupindisha mpango wa Mungu dhidi yao, ili kuweza kuwaangusha katika ulimwengu wa roho hadi ulimwengu wa mwili. Basi msikilizaji, usipuuze. Ukiona yote, niambie ni mambo gani ambayo nimekujuza hapa pengine yanakuhusu wewe. Kama alipo mojawapo, basi niandikie kwenye comment, lakini na mimi pia nitaweza kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye comment, lakini pia like, comment, lakini pia subscribe katika madhabahu hii hapa ya Siri za Kiroho. Tutaweza kuzungumza kwa pamoja kabisa kwa habari ya kuweza kuikomboa hatima yako. Usisite kwamba pengine yanayokupata hauna tumaini. Andika tu ujumbe wako hapa chini kwenye comment, niambie unaitwa nani, kutoka wapi, lakini pia unapitia changamoto gani. Lakini pia kama unataka msaada wa maombi, andika hapa chini kwenye comment, lakini pia mimi nitaweza kukupitia na kuweza kuangalia namna ya kuweza kukusaidia katika eneo la maombi. Katika
maisha ya kiroho na hata katika maisha ya kawaida, watu wenye vipawa au kusudi kubwa la Mungu kwenye maisha yao mara nyingi hupitia changamoto au majaribu makubwa, changamoto na upinzani kabla ya mafanikio yao kuweza kuonekana katika hali ya kawaida. Na kilicho muhimu ili kuweza kupingana haya yote, kilicho muhimu ili kuweza kuyashinda yote haya ni kuendelea kufanya mema. Endelea kufanya mema msikilizaji, endelea kufanya mema, endelea pia kuwa na imani katika Mungu, endelea kuwa na imani katika Mungu, lakini pia endelea kufanya kazi kwa bidii. Sio kwamba nimekwambia hivyo basi ukata tamaa, hapana, ni kwamba unawindwa, sio kwamba umewindwa, unawindwa. Endelea kufanya kwa imani, lakini pia endelea kufanya mema, endelea kufanya kazi kwa bidii, lakini pia kitu kingine cha muhimu kabisa msikilizaji, endelea kufanya maombi ili uweze kuikomboa hatima yako. Hii ni madhabahu ya siri za kiroho. Mimi naitwa Pastor Jonathan Alex kutoka hapa madhabahuni. Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom na kwaheri kwa sasa msikilizaji.